huu ni ujumbe ambao umekuwa ukiwa kwa moyo wangu na kwa mawazo yangu kwa muda mrefu sana, na nimekuwa nikisoma hii ujumbe ama hii topic ama huu ujumbe kutokana na hiki kitabu, na ninaanza kujiuliza ni kitabu ambacho kilikuwa ama ni kitabu kinaeleza nini. Nimekuwa nikikisoma, ninafuata, natoka chapter 1 mpaka chapter 4, ninasoma, ninarudia, ninasikia, ninataka kujua mwandishi wa hiki kitabu alikuwa anaandika kwa nini na alikuwa anaandikia kina nani. Na basi hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na Paulo ambaye tunamjua, ambaye alikuwa wakati mmoja alikuwa anawatesa wa Kristo. Na nilipokuwa nikiangalia hiki kitabu nikaona Paulo alipokuwa akiandika kitabu, Paulo ameandika vitabu, na alipokuwa akiandikia hiki kitabu, kwanza nataka tuongee juu yake, ambacho ni kitabu cha Philippians. Ni kama alikuwa mahali amefungiwa, lakini alikuwa na uhuru wa kuandika barua na kutembelewa. Bwana asifiwe. Lakini ni kama alikuwa ameondolewa katikati ya washirika ama katikati ya kusanyiko la watu wa Mungu katika kanisa la Wafilipi ama katika Philippians. Na basi ameandika mambo mengi sana, na nilipokuwa nikiangalia katika hiki kitabu cha Wafilipi, mambo mengi Paulo amewaandikia ni ya kuwahimiza, ni ya kuwapongeza, ni ya kuwatia moyo kwa mambo kadhaa ambayo alikuwa wanamfanyia. Na Paulo ameandika kitabu kama Waefeso, Colossians na Philomena. Na ukiangalia katika hizo vitabu, hiki kitabu cha Wafilipi ni kitabu cha kipekee sana, kwa sababu Paul anaendelea kusema ni kama anaendelea anajieleza pia yeye mwenyewe, anawapongeza na anawatia moyo, na ndiposa tunapata hata anasema furahini katika Bwana siku zote. Kumaanisha wakati ule alikuwa amefungiwa, lakini anatuma ujumbe, awafikishiwe ujumbe ya kwamba hata katika kule kuwekwa kando kwake, hata kando na kuzuliwa kwake, anawaambia furahini katika Bwana siku zote. Tunapata bado ni huyu Paul ambaye anasema kuishi kwangu ni faida. Kuishi kwangu ni mazao na kufa kwangu ni faida. Ni huyu Paul ni kama anaendelea kuwapatia mambo ya kuwatia moyo. Ni huyu Paul katika kitabu cha Wafilipi 4:13 anaambia, naweza kuyafanya mambo yote kupitia Kristo anayetia nguvu. Kwangu nikachukua hiki kitabu, kando na kuwapongeza, alikuwa anawatia moyo. Na basi nikaendelea kusoma na nikapata mahali ambapo nataka tujifunze wakati asubuhi ya leo, ambapo topic yake ni ama kichwa chake ni work out your own salvation with fear and tremble. Fanyia wokovu wako kazi katika kutetemeka, katika kuogopa na kutetemeka. Jambo la kwanza tujue, wokovu hatukupata kwa sababu ya matendo yetu. Hatukustahili huo wokovu, ni kipawa chake Mungu. Ni kwa neema tuliokolewa. Lakini kando na kuwa tuliokolewa kwa neema, ndio tunaambiwa tuufanyie wokovu ule kazi. Na asubuhi ya leo nimekuwa nikisikia ndani yangu kuna watu ambao wanaosema huu wokovu tulipewa bure. Asubuhi ya leo nataka kukuambia wokovu haukupata bure. Wokovu uligharimu uhai wa mtu. Wokovu uligharimu mateso ya mtu ambaye akiwa Mungu, lakini alivaa utu, akawa mwanadamu, akashuka afike kiwango chetu ili aweze kuelewa ni nini tunapitia. Malaika wa mbinguni wakisikia ukisema unaumia, hawajui unaumia nini. Hao hawajawahi kuwa na mwili, lakini Yesu alikuja akawa na mwili. Kwa hivyo unaposema unaumia, yeye anajua kuumia ni kusema nini. Unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Yesu anajua ni kusema nini, kwa sababu alikuwa wakati mmoja mahali kama pale. Kwa hivyo wokovu kwetu tunauchukua tu ni bure, lakini ni kitu cha dhamana ambacho haufai kucheza nacho. Na ndiposa Paulo alikuwa anawaambia katika hicho kitu cha dhamana, katika huo wokovu ufanyie kazi, ukijua sio kwa matendo ilifanya ukaokolewa, ni kwa neema. Lakini hiyo neema ambayo ni kitu cha dhamani, usichukue wokovu hivi ufanyie kazi.
Bwana asifiwe. Moja, tumeelewana, wokovu hatukugharamia, ni kipawa chake Mungu na sio kwa matendo, kwa sababu matendo yetu haiwezi kutuokoa, na pia we did not deserve it. Hatukustahili kuwa tuokolewe. By the way, Mungu alikuwa angetosheka kukaa mbinguni baada ya Adam kuanguka. Mungu angeridhika tu na akae, lakini kwa sababu toka mwanzo Mungu alikuwa anataka ushirika na mwanadamu, ndiposa alienda to an extra mile kumtoa Yesu aje afe ndiye alete urejesho, mwanadamu arejeshwe kwake Mungu. Na ndiposa hapa Paul, hata kama alikuwa pale amefungiwa, anawaandikia wa Filipi baada ya kuwapongeza kwa sababu walikuwa wanamshikilia, walikuwa wanamsaidia, anarudi anawaambia hata katika hivyo, hata katika kando na kuwa niko pamoja na nyinyi, fanyieni kazi wokovu wenu. Bwana asifiwe. Kitu cha dhamana ambacho umepewa unafanyia kazi. Na nikawa ninakumbuka, ukienda kwa duka ambayo linauza vitu vya dhahabu, hiyo duka imezingirwa vizuri na imetengenezwa ukuta vizuri. Ni ngumu upatane na vitu vya dhahabu sokoni. Ni ngumu utoke tu hapa uende vile tunatokanga wa mama tunaenda sokoni kununua vitunguu. Ni ngumu. Mtu mwenye ananunua dhahabu ni mtu mwenye amejipanga. Bwana asifiwe. Na unapoenda katika duka la dhahabu lenye zinauzwa vitu vya dhahabu, unakuta zimezingirwa na hata pahali pengine inaandikwa usiguze, usipite hapa, mpaka upewe na mwenye anafanya service kwa hiyo duka, si ndio? Sio kitu tu ya kwenda na kuingia vile tunaendanga supermarket, maziwa ya Brookside, unaweka chini unachukua ingine, kwa sababu ni kitu cha dhamana. Na tutakapoelewa wokovu ni kitu cha dhamana, tutaweza kuutunza. Bwana asifiwe. Tukijua ya kwamba ni kipawa ambacho hatukustahili kuwa nacho. Ni kipawa ambacho kiligharimu mwana wa Mungu. Ni kipawa ambacho kilifanya mbingu ikasimama ili wewe uokoke. Kwa hivyo wewe ni mtu wa dhamana sana mbele zake Mungu. Bwana asifiwe. Inamaanisha nini? Inamaanisha Mkristo ni lazima ama inabidi acultivate, yani ashughulikie na atengeneze, alete pamoja huo wokovu ili hebu nisome. It means believers should cultivate and display the result of their salvation in their daily lives. Bwana asifiwe. Katika maisha yako ya kila siku, palilia wokovu wako. Tengenezea wokovu wako, tunza wokovu wako, ili katika kila siku unaleta mazao ama unaleta matunda inayotokana na ule wokovu. Hivyo ndivyo Paulo alikuwa anawaambia, work out your own salvation. Na ukumbuke, si wetu ni wako. Ni wewe uliokoka peke yako. Ni mimi niliokoka peke yangu. Bwana asifiwe. Na Revo anatuambia imefika mahali uchukue Yesu kama your personal savior. Na utakapomchukua ni Bwana wako peke yako, utaweza kutunza. Kitu cha dhahabu utakapochukua ni chako, utakitunza. Na tumekubaliana wokovu sio bure. Wokovu ni kitu cha dhamana. Ili mgharimu Yesu kuja akafa msalabani. Lingine ni kwamba this is not working for salvation but working tunafanyia kazi kitu ambacho kimefanywa kazi tayari. Yesu alituokoa, alifanya kazi. Sasa ni kuendeleza ile kazi ambayo alifanya. Bwana asifiwe. Ni kupeleka mbele, ni kusongesha, ni kuendeleza ile kazi ambayo Yesu alifanya. Hatufanyi kazi ili tuokoke. Hatufanyii wokovu kazi ili tuokolewe. Already tushaokolewa. Kwa hivyo ni kuendeleza ule wokovu ambao tuliokolewa nao. Bwana asifiwe. Na peana what it means to work out your own salvation. Ni kuendeleza kile kitu ambacho tayari umepewa, unakiendeleza. Bwana asifiwe. Na unakiendeleza katika
kuogopa na kutetemeka mbele zake Mungu. Unakiendeleza katika hofu yake Mungu. Sio kitu tu cha kuweka na sio kitu tu cha kuchukulia tu, ni kitu ambacho unakilinda na unakiweka vizuri, kwa sababu katika mwishowe kuna yale matunda ambayo inahitajika kutoka kwako. Bwana atukuzwe. Na inanileta hivi, tuchukue kwa mfano. Umepewa shamba. Hili shamba haukulinunua, ni kupewa umepewa. Wazazi wanapea watoto wao shamba. Lakini unakuta hilo shamba baba amekupatia, ama mzazi amekupatia, hili shamba umepewa na limepandwa. Alafu unaambiwa basi shamba ndio hili, tunza hili shamba. Lakini wewe kazi yako hautunzi shamba. Shamba limenunuliwa, umepewa, limelimwa na limepandwa. Lakini unaambiwa tunza hili shamba. Wewe badala ya kutunza, huko nje unaanza kuambia watu, na mnajua nilipewa shamba na baba. Tunakupigia makofi kwa sababu baba anakupenda, alikupea nini? Shamba. Inafika wakati hiyo mahindi imetoka chini, inahitaji kupaliliwa. Wewe haushughuliki, unasema mimi baba alinipatia shamba. Tunapiga makofi, ulipewa shamba. Mimea inakuwa, inafika mahali pa kumwagiliwa dawa. Wewe haumwagilii dawa, unasema tu mimi baba alinipatia shamba. Inaendelea kukua pamoja na magugu. Kazi yako ni kutunyamazisha, mimi baba alinipatia shamba, na hakuna kitu unafanya. Mnanielewa? Inaenda mahali wakati watu wanavuna, wewe uko umekaa tu ukipiga story na wengine. Watu wako busy kwa mashamba wanavuna, lakini wewe uko ni story, mimi baba alinipea shamba. Na inaendelea. Watu wanaenda kuvuna na wanapeleka mahindi ama mazao yao kwa gara. Wewe kazi ni baba alinipatia shamba. Hilo shamba haufanyii kazi, lakini baba alikupatia shamba. Na hivyo ndivyo Wakristo wengine walivyo. Ya kwamba sisi tuliokolewa, lakini ufanyii wokovu kazi. Bwana asifiwe. Na Mungu amekuita akakupatia kitu cha dhamana ambacho hakupatia watu wengine. Baba alikupatia shamba akijua una uwezo wa kuendeleza kufanya kazi kwa ile shamba. Na kama hauna uwezo, ungemwambia baba, hapa nisaidie, ni dawa gani nitapuliza kwa hii mahindi yangu. Wewe hautaki kuuliza, unataka tu baba alinipatia shamba. Wakati watu wamevuna na wameweka kwa magala, wewe yako imepotelea kwa shamba. Mwisho wake unakuwa na njaa, ama unakuwa mtu mwenye hana chochote, lakini baba alikupatia shamba. Bwana atusaidie. Work out your own salvation with fear and tremble before God. Hapo ninaongeza mbele zake Mungu. Bwana asifiwe. Tulipatia wokovu, hatukugharamia, lakini tunauendeleza, tunaufanyisha kazi, ili mwishowe tutakuwa na mazao. Bwana asifiwe. Mwishowe utakuwa na mazao. Wakati watu wamesema wameokoka, na wewe unasema umeokoka, lakini tunaona matunda ya mtu mwenye ameokoka, tabia za mtu mwenye ameokoka. Sio kuokoka tu na kukaa chini na kutangazanga mimi nimeokolewa na damu ya Yesu aliyenihurumia, lakini umekaa. Paul alikuwa anawaambia work out, hiyo chenye mumepewa cha dhamana kifanyieni kazi, mkijua ya kwamba sio kwa matendo yenu mliokolewa, ni kwa sababu ya neema. Hiyo neema tusiichukulie bure, tuifanyishe kazi. Bwana atukuzwe. Tunapoifanyia kazi katika kumtambua Mungu, katika kumjua Mungu, katika kumuelewa Mungu, tunafanyia wokovu kazi. Wokovu ambao tumepewa, ambapo ni wa dhamana, si wako mwenyewe. Atakuuliza wakati ulipewa shamba na hukulifanyia kazi, baba anaona huyu hata hafai kupewa shamba lingine, atachukua shamba lake, kwa sababu umefanya shamba yake kuwa msituni, hauna mazao, hauna profit katika hiyo shamba. Kwa hivyo baba ataichukua. Je, Paulo alikuwa anawaambia katika kufanya hiyo kazi, katika kufanyia wokovu wenu kazi, mtambueni Mungu, muhusisheni Mungu. Wacha Mungu awe ndiye kielelezo, ndiye anawaongoza, kwa sababu ni yeye anatusaidia ndani yetu kufanya ile kazi. Kwa hivyo tunamhitaji huyu Mungu hata katika kuendeleza wokovu wetu. Bwana asifiwe.
Isiwe tu ni kwamba sisi tuliokolewa lakini hakuna matendo. Sisi tunamjua Mungu lakini hakuna matendo. James kitabu cha Yakobo anasema ya kwamba imani bila matendo imekufa. Kumaanisha hii wokovu wetu ndio tuna imani tuliokolewa, lakini ni lazima kuwe na matendo. Kwa hivyo Paul alikuwa anawahimiza kanisa la Wafilipi ya kwamba katika huo wokovu muwe na matendo. Katika hiyo imani mko nayo muwe na matendo. Ndio mumenisaidia. Kanisa la Wafilipi lilisimama na Paul sana, na katika kuwapatia hayo maagizo aliwapenda sana, na ndiye hata anaendelea kuwapatia siri ambazo hakuambia makanisa mengine. Bwana asifiwe. Na nikaanza hapo kama alitangulia na kuambia furahini katika Bwana. Ni kama alikuwa, na nikisoma Biblia inaniambia kwamba kanisa la Wafilipi ndilo lilikuwa la kwanza la Paulo baada ya kutumwa Macedonia katika Europe. Ndio lilikuwa kanisa lake la kwanza, na walisimama pamoja na yeye. Kwa hivyo walimshikilia katika kila hali, walimshikilia katika kila jambo. Kwa hivyo katika moyo wa Paul, kanisa la Wafilipi lilikuwa ni kama moyo wake. Bwana asifiwe. Na ikawa inanisumbua kwa mawazo, je, sisi vile tunavyochukua watumishi wa Mungu tunawachukuanga aje? Katika maombi yao kuna vile anaweza kuwa akiomba aache kwanza kuombea jambo fulani, akuombee wewe kwa sababu umekuwa ukisimama pamoja naye. Ni nini ambacho kitamsababisha Reverend anapoombea mambo mengine, anapokumbuka watu wengine, kwanza akuchukue wewe ambaye umekuwa ukisimama pamoja naye, umekuwa ukisimama pamoja naye? Kwa sababu Paul katika sifa hizi zote amelimbikizia Philippians, hakuna watu wengine waliambiwa hivyo. Alikuwa anawapatia moyo na kuwaonyesha vile ana furaha kwa ajili yao, vile anasikia ana matumaini hata kama ako mbali. Na unasikia ya kwamba anawaambia katika kitabu cha Philippians chapter 2 verse 12. Hebu tusome Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, anawaita wapendwa. Hata kama ni hivyo wapendwa, niko mbali, lakini anawaandikia, ni ujumbe anautumia. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence. Walikuwa wanatii. Anawaambia sio tu hata wakati niko pamoja nanyi, hata katika my absence, hata wakati huu ambao siko pamoja nanyi, mlikuwa mnatii nikiwa pamoja nanyi. Hata wakati huu ambao siko pamoja nanyi, alikuwa anawakumbusha. Na ndio inafika hapa, work out your own salvation with fear and trembling. Fanyieni wokovu wenu kazi. Si ati kwa sababu mnatii kwa sababu niko hapa. Wakati huu niko mbali na nyinyi, anawakumbusha vile wanavyofaa kufanya. Tunakumbushwa jinsi tunavyofaa kuishi katika maisha yetu ya wokovu. Tukiwa mbali na Wakristo, tukiwa mbali na watu wengine, fanyia wokovu wako kazi. Teremka hapo chini. Niteremshi hapo chini. Hallelujah. For it is God who works in you, both to will and to do for his good pleasure. Bwana asifiwe. Ni Mungu anayefanya ndani yenu. Ni Mungu anayefanya hiyo kazi nzuri ndani yako. Sasa wewe ni kuendeleza, kwa sababu he works in you both to will and to do his pleasure, kutenda mapenzi yake. Bwana asifiwe. Na nilipokuwa nikiendelea kujifunza hili, ni mengi nilijaribu kuandika ingine mpaka nikapotea. Nikaambia Mungu, neema yako Mungu initoshe, kwa sababu ni kitabu kitamu sana. Ni kitabu ambacho kinainua. Na asubuhi ya leo utaniuliza, tutafanyiaje huu wokovu kazi? Kwa sababu ni kufanyia wokovu kazi. Ni kitu ambacho umepewa cha dhamana, unafaa kukitunza. Nitakitunzaje hiki kitu ambacho ni cha dhamana? Number 1, nikaona ya kwamba hiki kitu cha dhamana nitakitunza kwa kusoma neno lake Mungu. Lile ambalo tumekuwa tukifundishwa mahali hapa katika hizo siku zimepita. Ya kwamba ukitaka kumjua Mungu, ya kwamba ukitaka kujua Yesu, ukitaka kumtumikia vizuri, ni lazima mjue. Na utamjuaje? Kwa kusoma
kusoma neno la Mungu. Tutafanyia wokovu wetu kazi kwa kusoma neno la Mungu, kwa kujua Mungu ni nani, kwa kujua jinsi anavyotaka, kwa kumtumainia yeye na kumtegemea yeye, bila kutegemea akili zetu wenyewe, bila kutegemea yale ambayo tunajua. We rely upon his grace. Tunategemea neema yake ili tuweze kufanyia wokovu wetu kazi. Hiyo ni namba ya kwanza, kusoma neno lake Mungu. Jambo la pili ni kuomba. Katika kuomba tutajua mapenzi ya Mungu, na katika kuomba ndio tutakuwa tunafanyia wokovu wetu kazi. Katika kuomba ni kama ile dawa ambayo tutapulizia katika mimea ili kusiwe na makwekwe. Si mnakumbuka hiyo story ya mwenye shamba alipewa shamba? Dawa ingiwa mahindi imefika kunyunyiziwa dawa, yeye hanyunyizi. Katika kuomba tunanyunyizia wokovu wetu dawa. Katika kuomba tunajua mapenzi ya Mungu jinsi ilivyo na tunapalilia wokovu wetu. Kwa hivyo namba 2, tunapalilia wokovu wetu katika maombi. Bwana asifiwe. Your personal prayer. Wacha hii tunakutananga hapa. Sijui unaomba mara ngapi, sijui wewe na maombi mnapita. Hata kama Mungu una neema ya kuomba dakika 10, omba 10. Lakini si uombe 10 alafu kesho uombe 10. Omba 10, baada ya 10 tena omba ingine 10, kwa sababu ni kupalilia. Mwenye shamba nyakati zote macho yake na mawazo yako kwenye shamba. Asubuhi kuona ni nini kimetokea, usiku alipolala ni nini kiko. Kuna ile baridi inachomanga mahindi, je ilichoma mahindi? Kuna wale wadudu wanaingianga. Kwa hivyo mwenye shamba hakaliangi na kutulia agoje kwa sababu alipanda ataenda kuvuna. Hapana. Si ndio wenye wana mashamba? Kila wakati unaangalia mimea yako yanaendeleaje. Kwa hivyo kuwa mtu wa maombi. Jambo la pili, kuwa mtu wa compassion, katika kuhurumia wengine. Kuwa na moyo wa kuwahurumia wengine. Ukiwa na moyo wa kuwahurumia wengine, unapalilia. Hapo ndipo utajua huyu anahitaji hii, huyu anataka hivi, na kwa sababu wewe ni mtu wa maombi, Mungu atakusaidia vile utakavyofanya. Namba lingine, kuwa mtu wa witnessing. Palilia wokovu wako kwa kuwajulisha wengine. Kwa sababu haukuokolewa kwa sababu ya matendo, uliokolewa kwa sababu ya neema. Hiyo neema ambayo ni ya dhamana, wacha ifikie watu wengine. Bwana asifiwe. Na ni wewe utawafikishia kwa sababu ya kuwahubiria. Kama hivi vile tulikuwa na juma la witnessing. Enda uwakute wengine, waambie habari za Yesu. Unapalilia wokovu wako, ama unafanyia wokovu wako kazi. Kukua katika tabia. Bwana asifiwe. Huyu kijana tabia yake ni kukaa huko estate na kusema alipewa shamba. Lakini ukikuwa katika tabia ya kiungu, utataka kujua mapenzi ya Mungu. Utataka kujua hiki kitu cha dhamana ambacho nilipewa nitakitunzaje. You grow in character. Unakuwa katika kitabia. Ni kupalilia, ni kufanyia kazi wokovu wako. Jambo lingine, kuwa mvumilivu. Be patient katika mambo ya kiungu. Bwana asifiwe. Tuliambiwa hapa kuna kiwango usiingie, utakutana na vitu zingine. Kama unalalanga kwa kona, utakuta huko kwa mlango inakutoa nje. Kumaanisha jua kucheza ligi yako. Bwana asifiwe. Jua kuwa mvumilivu katika neno lake Mungu. Kuwa mvumilivu katika kazi yake Mungu. Si ati ukikuta mapepo yanatolewa na hii asinisikie, na wewe unaenda hapo na Bible na kusema in Jesus name. Ujui ni mapepo ya aina gani hiyo. Bwana asifiwe. Kuwa mvumilivu, Mungu akukuza katika wokovu wako, akufikishe mahali anataka kukufikisha. Kwa sababu tuliambiwa kila mtu ana neema, amepewa neema kulingana na kiwango chake. Ukiwa mvumilivu ni unapalilia ule wokovu, siku itafika na Mungu atakufikisha hapo juu. Bwana asifiwe. Be faithful in God's work. Kuwa mwaminifu katika kazi ya Mungu. Unaendeleza ama unapalilia wokovu wako. You are working out. Unafanyisha kazi wokovu wako. Si matendo ilifanya tuokoke, lakini ni ile neema tunaiendeleza. Bwana asifiwe. Kwa kuwa waaminifu katika kazi ya Mungu. Na swali ni je, uko mwaminifu katika kazi ya Mungu? Jambo lingine, live a holy life. Ishi maisha matakatifu. Wacha leo si wewe hapa, kesho huko, kesho
Kuna watu wanapewangwa shamba lakini unashindwa anafanya kazi gani. Leo amelima hapa, kesho hii ameacha amelima pale, kesho ameacha amelima kule, hana kufuatilia. Wacha wa Kristo ambao tumeitanishwa na neno la Mungu, ambao tumeitanishwa na Mungu, kwa sababu ni Mungu anafanya kazi ndani yetu. Wacha tuwe watu ambao wanaishi maisha matakatifu mbele zake Mungu. Jambo lingine, overcome sins. Kuna dhambi za aina nyingi. Omba Mungu akusaidie kuzishinda. Hizi dhambi tutazishindaje? Ni katika maombi, ni katika kusoma neno la Mungu. Tunafanyia wokovu wetu kazi kwa kushinda dhambi. Bwana asifiwe. Unaposhinda dhambi unafanyia wokovu wako kazi. Na nikaanza kuuliza, hayo yote ni yale ninafaa kufanyia wokovu wangu kazi. Basi faida za kufanyia wokovu kazi ni gani? Kwa sababu ni kitu cha dhamana tulipewa. Na nimeeleza jinsi ambavyo tunaweza kufanyia wokovu wetu kazi, pasipo kusimama na kujipiga kifua kwa sababu hatukuokolewa kwa ajili ya matendo yetu. Benefit, faida ya kufanyia wokovu wako kazi. Namba ya kwanza, utakuwa na amani naye Mungu. Hiyo ndiyo faida ya kwanza. Ati nitakuwa na amani naye Mungu wakati ninafanyisha wokovu wangu kazi, na ni Mungu ananiwezesha kufanyia wokovu wangu kazi, sio kwa matendo yangu, ni kwa neema. Kwa hivyo faida ya kwanza, nitakuwa na amani na yeye Mungu. Faida nyingine, you have access to God. Utaweza kumpata Mungu kwa urahisi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio faida ya kufanyia Mungu kazi. Jambo lingine, ya kufanyia wokovu wetu kazi. Jambo lingine, you will have a glorious hope. Utakuwa na tumaini ambalo lina utukufu. Bwana atukuzwe. Kwa kufanyia nini? Wokovu kazi, wokovu wako. Utakuwa na tumaini ambalo lina utukufu. Jambo lingine, utafurahia katika shida, kama Paul anavyosema ya kwamba tufurahi wakati wote. Furahia nyakati zote. Kwa hivyo hata wakati utakuwa kwenye shida, hata wakati utakuwa kwenye matatizo, wewe hayo matatizo yatakuwa nyuma, kwa sababu unafanyia wokovu wako kazi. Utakuwa na furaha katika zile shida. Zile shida hazitakushinda, zile shida hazitakuweka chini, kwa sababu unafanyia kazi wokovu wako. Jambo lingine, you will love God. You will have love for God. Utakuwa na upendo kwake Mungu. Faida ya kufanyia wokovu wetu kazi, tutakuwa na upendo kwake Mungu. Bwana asifiwe. Upendo wake Mungu. Jambo lingine, utakombolewa. You shall be delivered from wrath. Umekombolewa kutokana na hasira zake Mungu. Unapofanyia wokovu wako kazi kulingana na mapenzi yake Mungu, umekombolewa ama umetenganishwa na hasira zake Mungu. Bwana asifiwe. Namba lingine, utakuwa na joy of reconciliation. Utakuwa na hiyo furaha ya urejesho ama ya kurejeshwa katika Mungu. Bwana asifiwe. Hizo ndizo faida na zingine nyingi ambazo tutazipata katika kumfanyia Mungu kazi. Kwa hivyo Paul alikuwa anawahimiza wa kanisa la Wafilipi ya kwamba haya mambo yote mtapata ikiwa mtafanyia kazi wokovu wenu. Na basi kama hatutafanyia kazi wokovu wetu, basi kuna madhara ambayo yatakayotupata kwa kutokufanyia Mungu kazi ama kwa kutokufanyia wokovu wetu kazi. Na nimesema wokovu ni kitu cha dhamana ambacho umepewa uendeleze. Kwa hivyo at the end of the day, mwishowe mwenyewe mwenye kukupa kitu cha dhamana atakuja kuangalia umekuwa ukiendelezaje. Na ndio Paulo anaambia Wafilipi, jinsi ambavyo mmekuwa wakati nipo, hata wakati huu ambapo sipo, endeleeni kufanyia wokovu wenu kazi katika kuogopa Mungu. Bwana asifiwe. Katika kumheshimu Mungu, katika kumtambua huyu Mungu, fanyieni wokovu wenu kazi.
mkijua ya kwamba tulinunuliwa na damu iliyo ya dhamana, mkijua ya kwamba ni Mungu anayefanya kazi ndani yenu for his good pleasure, kwa sababu tu ya yeye kuwapenda. Bwana asifiwe. Na mtumishi wa Mungu alipokuwa akielezea, ili neno lilikuwa linaniingia kwa njia nyingine ambayo sikuwa ninaielewa, ya kwamba niliokolewa kutoka gizani nikaletwa hapa, na si kukaa tu ili nimtumikie Mungu. Na kumtumikia Mungu ni hii njia moja, to work out your salvation. Bwana asifiwe. Sio kuimbanga tu nimeokolewa na damu ya Yesu aliyenihurumia, na hata matendo yako haionyeshani kana kwamba umeokolewa. Maneno ya kinywa chako haielezi ya kwamba umeokolewa. Jinsi unavyoishi hatuna ufahamu wa kujua wewe uko upande gani. Na akatuambia tusiwe baridi na tusiwe hapo katikati, either tupoe ama tu. Kwa hivyo kama umeokoka, fanyia wokovu wako kazi, ukijua ya kwamba na si kufanya tu na kujipiga kifua, ukijua kwamba ni kitu cha dhamana ambacho umepewa, ni neema ya Mungu, haukudeserve, haukuwa uokolewe. Kwa hivyo wewe sio wa muhimu kuliko wale wanalala mtaro, ni neema ya Mungu iliyokufikia. Na kwa hivyo unapojua, utakumbatia, utapenda, utaomba, utauliza Mungu, unataka hapa nikue aje? Unataka hapa nifanye aje? Siku zote utakuwa kwa magoti, kwa sababu unataka mwishowe huo wokovu wako usimame. Ama hicho kitu cha dhamana ulicho nacho, mwenyewe atakapokuja, kwa sababu mwenyewe anakuja, mwenye wokovu anakuja. Tunasoma Biblia katika kitabu cha Revelation ya kwamba anakuja kulipa mtu kulingana na kazi yake ili amefanya. Kumaanisha ulipookolewa kuna kazi ya kufanya. Ulipopewa hiyo shamba kuna kazi ya kufanyia hiyo shamba ambayo inaitwa wokovu. Na unaifanya katika kuogopa, na sio kuogopa kule kwa kuona mabaya unatetemeka, ni kuogopa mbele zake Mungu, to reverence God, ama kumtambua Mungu, kujua ukuu wa Mungu, kumuelewa Mungu ni nani na anataka nini, kwa sababu wokovu ni delicate. Wokovu ni delicate. Na ndio unaona leo unaweza kuwa umeokoka ni mzuri, lakini kesho tusikie hujaokoka, kwa sababu wokovu na si ati ni wakutisha, uko hivyo. Kwa hivyo ni kitu cha dhamana cha kutunzwa. Uwezi pata masahani zangu zile za wageni, tuna masahani za wageni wa mama, hizo za wageni atumezitupa tu huko zikanyangwe na kila. Hata ingine unakuta mtoto, nani alitoa hii sahani kwa kabati? Kwa sababu si hiyo kazi unafanyia. Wokovu si wa kufanya nao vile unataka, ni kitu cha dhamana, na mwenyewe anakuja kuangalia hicho kitu cha dhamana alikupatia umekiwekaje, ndiye aweze kukulipa. Bwana asifiwe. Work out your salvation with fear and tremble before God. Mimi huongeza hapo before God, kwa sababu ni yeye alikupatia, haukustahili, ni yeye alikupatia. Kwa hivyo fanyia kazi wokovu wako. Bwana asifiwe. Kijana, mnaporudi shule, fanyia kazi wokovu wako. Wacha kubebwa na kila upepo unaokuja. Wamama, wacha kubebwa na, hata wazee, tuache kubebwa na upepo unaokuja, kwa sababu umepewa kitu cha dhamana. Na unapojua kitu cha dhamana, unapokichukua, na hautajua kutunza hicho kitu cha dhamana pasipo maombi, pasipo kusoma neno la Mungu, pasipo kuambia wengine kuhusu hiki kitu cha dhamana ulicho nacho. Ninapoenda mahali ninanunua kitu kizuri cha dhamana, utakuta nikiambia mama rafiki yangu, na ukienda duka fulani kuna kitu kizuri, kuna kitu cha dhamana kiko mahali pale, na yeye akienda akute, na yeye ataambia rafiki yake. Kwa hivyo wokovu, kitu cha dhamana, ni kitu ambacho kinafaa ninapokitunza, ninapoeleza mwingine kuhusu hiki kitu cha dhamana, kutoka kwangu aone vile nimekitunza. Siwezi kuambia mtu tunza hiki kitu ni cha dhamana, alafu akute ninacheza nacho. Hapana. Na Mungu ametuita watoto wake tuliokombolewa, ambapo tumezungukwa na mashahidi wengi.
Kwa hivyo wokovu, hiki kitu cha dhamana, tunakitunza hata kutoka kwa mashahidi wengi ambao wanataka kujua kabisa kama umeokolewa, ambapo hawataenda wakionyeshana kidole. Hili shamba fulani alikuwa na shamba akampatia mtoto wake, lakini huyu mtoto ni mvivu, hata hakuna kitu anafanya na hicho shamba. Wokovu usiwe ni ule kama wokovu ni wakina fulani kwa sababu haujaufanyia kazi. Watu wanapokuona wewe ambao unasema umeokoka, ni nini hicho ambacho wanakiona kutoka kwako? Ni nini ambacho wanachojifunza kutoka kwako? Paulo akawa anaambia Wafilipi ya kwamba wakati niko niliwajua, na wakati huu ambapo siko, basi hicho ambacho mlikuwa mnafanya kule kutii kwenu, isiwe kwamba mlikuwa mnatii kwa sababu mimi niko. Isiwe kwamba tumeokoka kwa sababu tuko kanisani. Anawaambia kwamba hata wakati huu ambapo siko, wakati huu ambapo mnajua niko mahali nimeisolotiwa mahali, wakati huu ambapo siko pamoja nanyi, sijui ni nini mnachokifanya. Work out your salvation, your own salvation. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana hicho kitu cha dhamana ambacho kinaitwa wokovu, na ndicho tunahimizwa ya kwamba tukifanyie kazi katika kumtambua Mungu, katika kumuinua Mungu, katika kumuelewa Mungu, ili tuweze kukamilika ama kukamilisha ama mwishowe tuwe na mazao na matunda ambayo yatafaa. Bwana asifiwe. Unakuta huyu Paul pia tu katika hito kitabu cha Wafilipi mwenyewe anajieleza na anamwaga upendo wake katika kanisa la Wafilipi. Na nikawa ninajiuliza, ni nini Paul alikuwa anataka na hili kanisa? Ni kwa nini Paul alichukua hili kanisa na akalipenda sana na lilikuwa sehemu ya maisha yake? Anawaambia hata mimi kufa hiyo si kitu. Kwa hivyo hata kama nimesikia nimekufa, nyinyi endeleeni kufanyia wokovu wenu kazi. Anawaambia I can do all things. Kwa hivyo nyinyi mnaweza kufanya mambo yote kutokana kwa yeye mnayemwamini. Ni kama alikuwa anawatia moyo, ni kama alikuwa anajigawa kwao, alikuwa anawafundisha. Alitaka wamjue Mungu na wamjue kabisa yeye alivyo. Na ndiposa anaendelea pia na kusema, na nijue yeye, na nijue nguvu ambazo zilimfufua kutoka kwa wafu. Hakuna mahali pengine Paulo aliambia wengine akiwaandikia hivyo. Alikuwa anaambia kanisa la Wafilipi. Kwa hivyo lilikuwa lake sana, lilikuwa moyo wake sana. Sijui wewe ukitaka kujigawa kwetu utatuambia nini? Sijui utatuambia nini? Kaeni huko na Mungu, mkimpenda Mungu atakuja sijui. Lakini Paul alikuwa na hili kanisa ndani lake, na alikuwa anataka kuambia hakuna chochote kinachoweza kunitenganisha na upendo wa Mungu. Hakuna. Anajigawa, anawaeleza kwa sababu alikuwa anawapenda. Je, tukimpenda Mungu hivyo ya kwamba hakuna kitu ambacho tutafanya kando na mapenzi yake, hakuna kitu ambacho tutafanya kando na nguvu zake, kando na uwepo wake, ya kwamba tutakumbatia wokovu ikiwapo ni kitu cha dhamana katika maombi, katika kumjua. Tutategemea nguvu zake, tutategemea mapenzi yake, tutategemea mkono wake. Tutamwambia Bwana, mimi wokovu bila wewe Mungu sitaweza kuutunza. Hiki kitu cha dhamani ambacho umenipatia, usiponisaidia Bwana, mimi sitaweza kukitunza. Hapo ndipo tutaenda kwa magoti na kumwambia Bwana, hiki kitu cha dhamana unataka nikitunze aje? Kwa sababu katika mwisho wa mambo yote atakuja kuitisha kitu chake cha dhamana, kile ambacho alikupatia umekifanyaje kazi. Bwana atusaidie tusiwe yule aliyepewa shamba na kazi yake ni kusema tu nilipewa shamba lakini hakuna matunda. Watu wengine wakienda kanisani kuomba, wewe hauonekani. Kijana haku anaonekana shambani. Wakati watu wengine wako wanaenda uinjilisti, wewe huonekani. Wakati watu wengine wanasema mambo yanayohusu na kanisa, wewe hauonekani. Bwana tusaidie sana. Na wakati mwingine nitawaletea ujumbe ambao Bwana ananisaidia ya kwamba usiende na multitude. Mixed multitude. Bwana asifiwe. Hawa mixed multitude ndio walifanya wana wa Israeli wakaanza kunung'unika. Kwa hivyo unapojiingiza kwa mambo ambayo si ya Mungu, hiyo mambo ambayo inakaa hapo kama mixed multitude, utakuwa watu wanasema twende hivi na wewe unauliza ni kwa nini unaenda hivi. Bwana atusaidie sana. Lakini Paul alitaka kuweka Wafilipi kwa mpango, kwa laini, kwa sababu aliwapenda. Sijui wewe unampenda Mungu kiasi gani, utakubali akuweke laini? Are you going to rely upon God? Are you going to depend
upon God's promises. Mixed multitude hawakuwa watoto wa covenant, na ndiposa walichanganya watu. Work out your own salvation with fear and trembling. Acha Mungu akuweke laini. Align yourself with God. Weka maisha yako sawa na Mungu. Weka maisha yako yawe maisha ya maombi. Weka maisha yako yawe maisha ya kusoma neno la Mungu, jinsi ambavyo tunavyoambiwa, na you will do all things. Utaishi maisha matakatifu. Utakuwa na furaha na Mungu. Utakuwa na urejesho na Mungu. Utakuwa unajua vile Mungu anavyosema. Bwana asifiwe. Utakuwa unajua kuishi na kutunza hicho kitu cha dhamana. Na kwa sababu leo nilikuwa siku yangu ya kwanza kufanya Bible study, penye umeona kuna, usiniwekee question mark nyingi. Mimi chenye nataka ujue ni work out your own salvation before God with fear and tremble before God. Bwana asifiwe. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuheshimu na tunakuabudu. Ni asante kwa wokovu ulio wa dhamana ambao ulitupa Bwana. Ilimgharimu Yesu kuja msalabani, iligharimu kifo cha mwanao wa pekee ili sisi tuokolewe. Bwana, tunaomba ya kwamba utatusaidia kufanyisha wokovu wetu kazi, tukiwa na hofu yako, tukitetemeka mbele zako, kwa sababu ni kitu cha dhamana. Hatutachukua tu hivyo kitu ambacho tu hakina dhamana. Tusaidie, tupe ufahamu na hekima ya Roho Mtakatifu, ili Bwana tunapofanyisha wokovu wetu kazi, tuwe na hofu yako na tuwe na ufunuo wako, na tukutegemee wewe ili kutufikisha mahali ambapo tufike Bwana, ili katika hatimaye tuwe na matunda, tuwe na mazao ambayo itatokana na hofu yako, ambayo itatokana na kukupenda, ili tuunganishwe na wewe, tuwe watu wa maombi, tuwe watu wa kusoma neno lako, ili wokovu wetu ukamilike mbele zako. Tunaomba asubuhi ya leo utusaidie na utupe hekima katika jina la Yesu. Pokea sifa na shukurani, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.